السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. Naam, ndugu zangu, na ujumbe kidogo, vijana wenzangu, kaka zangu, dada zangu, baba zangu, mama zangu. Sasa hivi tumekuwa tuna vita ambayo inaendelea Mashariki ya Kati, na vita hii imekuwa kila mmoja analizungumza ama anazungumza katika namna yake, ili mradi kuichambua siasa, geopolitics katika kila engo. Lakini kuna engo ambayo tumeisahau, ikiwa kama vijana sisi tunatakiwa kwanza, vijana wa Kiislamu tuzinduke kwanza. Jambo la pili, mashekhe zetu ambao ni wanazuoni wetu ambao wanatuongoza katika namna moja ama nyingine, basi wayazungumze haya mambo, si kwa kufata ushabiki wa nchi. Wazungumze kwa mujibu wa Qur'ani. Qur'ani inawaeleza vipi na nini cha kujiandaa, kwa sababu hii ni vita. Kwa sura ya leo inaonekana kama ni vita baina ya Myahudi na Mwirani, lakini si vita ambayo inapiganiwa tu kiuchumi, kwa sababu leo wanapigana, kuna matanki wanaripua, wanaharibu vitegi vya uchumi. Mwisho wa siku vitamalizika hivyo ambavyo wanaviripua. Kitakachokuja kitakuwa nini? Ni vita ya kidini tu, hakuna jingine. Sasa sisi kwa kuwa tuna Qur'ani, hebu turudi kwenye Qur'ani. Mimi kidogo nataka niwe tofauti katika kuichambua hii nadharia inayoendelea duniani kupitia Qur'ani ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na hii ndio lengo la kutengeneza hii video. Si maarufu wala si mtu ambaye nataka umaarufu, bali nimekuja hapa kuyaeleza haya angalau tuzinduke na tuzinduane na nini tunavyodhani hii Qur'ani tunayoisoma kila siku hayajaeleza, lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuma ujumbe ndani ya Qur'ani kila zama na kila mwaka. Bali kutokana na zama zetu za leo hatuwezi kuisoma Qur'ani kwa tafakuri na tadabburi. Tunajikuta kwamba yoyote anayekuja na jambo katika mlengo wa kulitafsiri ki secular, basi ndo anaonekana msomi. Lakini mtu akija akizungumzia katika engo ya dini, basi anaonekana ni mropokaji. Sasa wewe ukiwa Muislamu, mimi ningeomba unifuatilie kwa kina sana. Kuna mambo naenda kuyazungumza ndani ya Qur'ani ambayo huenda yatashangaza watu, lakini ndiyo Qur'ani ambayo tunatakiwa sisi vijana tuikimbilie. Na inshallah tutakuwa na muendelezo kila siku kuhabarishana jinsi Qur'ani inavyotupa ujumbe kupitia dunia ya leo. Leo au ni mwaka huu, ni mwaka wa 2026. Menini Mwenyezi Mungu anatupa ujumbe kupitia huu mwaka 2026? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika sura Taha, nadhani sura ya 20, ni sura ya 20-26. Hebu tuangalie mwaka 2026 tuliokuwa nao na 20-26, yani sura ya 20 ya Taha na aya ya 26. Mwenyezi Mungu anatupa ujumbe gani? Hii ni kutokana na hatusomi kwa mazingatio. Mwenyezi Mungu anatupa ujumbe kulingana na wakati tuliokuwa nao. Tunakumbuka wote kuna historia ya Nabii Musa alayhi salatu wassalam, pindi alipotumwa aende akamlinganie Firauni. Firauni anatambulika ama yajulikana kwamba alikuwa ni mtawala dhalim, yani alikuwa ni mtawala ambaye amefanya udhalimu mkubwa katika dunia, mpaka akafika hatua akajitangaza kujiita Mungu. Faqala ana rabbukumul a'la, akajiita yeye ndiyo Mola alikuwa juu mkubwa. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alivyomtuma Nabii Musa, idhhab ila fir'auna innahu tagha, nenda kwa Firauni, hakika yeye amepinduka mpaka.
Sasa hii ni aya katika suratu Taha, aya kama ya 24 hivi. Qala rabbi shrah li sadri. Baada ya kupewa habari hiyo, Nabii Musa alayhi salatu wassalam akamwambia Allah subhanahu wa ta'ala, akamuomba rabbi shrah li sadri, Mwenyezi Mungu nakuomba unifungulie kifua changu, wayassirli, aya 26, wayassirli amri, na unifanyie wepesi kazi yangu hii naenda kuifanya. Jamani, huu ni ujumbe kwa mtu ambaye haioni Qur'ani kama ina mazingatio. Huu ni ujumbe kwa zama yetu, kwa zama zetu, hasa huu mwaka ambao tulokuwa nao 2026. Tunatakiwa tumuombe dua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa upande wa Mayahudi, wao tayari wamevuka red line, mstari mwekundu, na hajapatapo dhalimu kuvuka mstari mwekundu katika kaumu yoyote isipokuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kapeleka onyo. Kwa hiyo 2026 huu mwaka tuliokuwa nao, ujumbe ambao tunapewa, tunatakiwa tujitahidi sana 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 kumwomba dua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atufungulie vifua vyetu, atufanyie wepesi katika kupita katika nyanja mbalimbali ambazo tunaenda kukumbana nazo, kwa sababu Firauni tayari anaonyesha kwamba, Firauni wa zama zetu sasa anaonyesha kwamba anataka kuitawala dunia kwa kupitia namna zozote zile ambazo katika nyanja za kiuchumi, nyanja za kisiasa na mambo mbalimbali mpaka dini. Leo hii utaona watu wanapigana, lakini hujui hii vita inapoelekea huko inakuja kuangukia kwenye mikono ya dini. Wewe unajiita Sunni, unajiita Salafi, unajiita nani. Vipi ikiwa vita leo ikageuka sasa kila mwenye bendera aliyobeba Uislamu ikawa anapigwa vita? Wewe unatokea wapi? Kwa hiyo jamani, huu ni ujumbe wa kwanza. Lakini utajiuliza kwa nini ujumbe umetumwa 2026 na si mwaka 1447? Kwanza tutambue Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika Qur'ani huwa anazungumza na watu wote, alafu kuna muda Mwenyezi Mungu anazungumza na waumini, au kuna muda mwingine anazungumza na wacha Mungu. Ndio maana kwenye Qur'ani Mwenyezi Mungu anasema Qur'an hudan linnas. Qur'ani ni uongozi kwa watu, ama inaiongoza watu, hawakuangaliwa ni nani na nani. Lakini pia Qur'ani hiyo dhalika alkitabu la raiba fihi hudan lilmuttaqin, hichi ni kitabu ndani yake kuna uongofu kwa wanaomcha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sasa hebu tukatizame mwaka 1447. Huu ndio mwaka ambao tupo katika mwaka wa Uislamu. Kuna ujumbe gani pia Mwenyezi Mungu anatuteremshia katika sura ya 14 kama sikosei, kama ni sura Ibrahim kama sikosei, aya ya 47 inasema fala tahsabanna Allaha mukhlifa wa'dihi rusula inna Allaha azizun dhu intiqam. Fala tahsabanna Allaha mukhlifa wa'dihi rusula, munadhani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameghafilika katika miadi yake kuwatimizia mitume yake? Inna Allaha, hakika Mwenyezi Mungu, azizun dhu intiqam, yeye Mwenyezi Mungu kwanza ndio mwenye nguvu, lakini pia dhu intiqam ni mwenye kulipiza. Au kwa tafsiri nyingine, inna Allaha azizun, hakika Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yeye ni mwenye kulipiza kisasi, yani anajua kulipiza kuliko kiumbe yote duniani. Na anapolipiza kisasi, kuna muda hamwadhibu mtu, bali analipiza yale ambayo uliyofanya hapa duniani. Kama ulimfanyia mtu ubaya, utalipizwa ubaya wako ambao umefanya. Kwa hii aya ya 14:47 Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yeye mwenyewe anajitangaza kwamba yeye ndiyo analipiza kisasi. Dhu intiqam, yeye ndio mwenye kulipiza kisasi, ni mwenye nguvu, hashindwi. Inna Allaha azizun, hakika Allah hashindi na lolote. Dhu intiqam, watu wanaweza wakatafakari wakasema kwamba hii dunia tulipofika hapa, mbona Mwenyezi Mungu hajibu? Mbona Mwenyezi Mungu hafanyi kadha wa kadha? Watu wanadhani Mwenyezi Mungu ahadi zake alizoziahidi kwa
kwa kulipiza kisasi kwa namna yoyote ile, basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia aya 14:47. Ukichukua hii aya ukaiweka 14:47, unakuja mwaka ule ule 1447. Jamani, huu mwaka tunatakiwa tumuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kuna makubwa yanakuja. Lakini pia kwenye aya hii inatufundisha jambo moja. Kwenye aya hii inatufundisha jambo la kuna nusra inakuja ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ipo karibu. Yani sasa hivi wewe Muislamu ukao ukitambua kwamba kuna nusra ipo njiani inakuja. Nusra hiyo ni nusra gani? Ili tuweze kuichambua vizuri nusra ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, mimi nitaingia katika nyanja mbalimbali ili mradi kukupa wewe update ama kukufunulia Qur'ani uione kwamba hichi si kitabu ambacho Mwenyezi Mungu kakileta katika zama moja, kakileta katika kila zama, na kila zama ifunue na ipate manufaa kama itakuwa inahitaji kupata manufaa kutoka ndani ya Qur'ani. Lakini maal asafi shadidi, leo tukitizama mashekhe zetu ndio wao wanagombana na material, au wanagombana na notes, au wanagombana na zile ikhtilafu ambazo wanawazuoni nyuma walishaziweka wazi wakazisoma na zishapita katika zama zao. Leo hii tunagombana kupitia zile ikhtilafu walizojitahidi wale wanawazuoni. Hatuna ile fikra ya kusema tupo zama gani, dunia hii inahitaji nini, ili mradi tuweze kuvuka. Yani Qur'ani yetu leo hatuwezi tukaichukua tukaenda sambamba na matukio ya dunia, tukaenda sambamba na vile dunia inavyoenda. Yani speed ya dunia inavyoenda na Qur'ani yetu tunavyoisoma ni vitu viwili tofauti kabisa. Yani tupo karne ya 7. Yani tunaisoma Qur'ani karne ya 7, leo karne ya 21 tunaisoma Qur'ani ya karne ya 7. Haimaanishi nasema Qur'ani isisomwe, isomwe kwa tawili, isomwe kwa mazingatio. Yani Qur'ani haijaja kukufundisha yaliokuwa ya nyuma tu peke yake, mpaka zama zako pia yanakufungulia ujumbe. Lakini nani wa kutupa ujumbe huo? Nani katika zama zetu za leo? Tumekazana tu, we fulani, mi grupu fulani. Sasa tukiingia katika kuichambua nusra ya Mwenyezi Mungu, kwanza tuitafute sura inayoitwa Suratun Nasri. Mimi hapa nitaingia katika elimu mbalimbali, elimu za kisayansi, elimu za kiroho, elimu za kimahesabu, ili mradi kuthibitisha ndani ya Qur'ani Mwenyezi Mungu anatupa ujumbe gani, ili mradi wewe Muislamu wakati unapofuatilia haya masuala yanayoendelea, watu wanayoyachambua kisiasa, ili mradi wewe upate mwangaza ndani ya kitabu chako. Mwenyezi Mungu kakupa mwongozo, mbona hutaki kufuata? Kwenye Qur'ani kuna sura inaitwa Suratun Nasri, sura ya 110. Hapa sasa kidogo nataka tuingie katika mahesabu, kwa sababu umetumika namba. Ikitumika aya itahitaji tafsiri, nitaitafsiri na nitaichambua katika namna mbalimbali. Ikitumika namba, nitatumia mahesabu ili mradi kuichambua, kwa sababu kila kitu katika Qur'ani kina maana. Ni vile tu wanadamu hatutaki kuizingatia Qur'ani. Sasa tukiingia katika Suratun Nasri, ni aya ya 110. Ili tuweze kuipata maana hii 110, kwanza kabla ya kuingia ndani ya sura, inabidi tuivunje. Yani tuivunje ili mradi tupate sentensi moja kupitia kuvunja. Yani ndani ya hii 110 inabidi tuivunje tupate namba 3, ambazo hizo namba 3 tukizibadilisha tukazipeleka kwenye tafsiri ya herufi, kwa sababu hizi namba zilizokuwa zinatumika ndani ya Qur'ani kwa maana nyingine ukizibadilisha unapata herufi. Mfano, 1 inatambulika kama ni alif. Huko kale kabla ya kuja Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, watu wa zamani yani hawakuwa wanatumia kuhesabu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Walikuwa wanatumia mfumo wa herufi za alfabeti, lakini zile alfabeti zina thamani ya namba. Yani 1 inashikiliwa na alif, ba, ta, tha, inaenda mpaka ya.
na kila moja ina namba yake. Kwa hiyo zilipangwa 1 2 3 4 5 6 7 8 9, alafu ikiingia 10 hawaendi 11. Ikiingia 10 wanaenda 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Ikifika 100 hawaendi 101, wanaingia 200, 300, 400, 500, 600 mpaka 1000. Ndio ilikuwa mwisho wa namba kabla ya kuja kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hiyo ni zamani sana. Kwa hiyo wao hata katika kuhesabu walikuwa wakihesabu katika mfumo huo. Kwa hiyo lakini Qur'ani ilivyokuja ikaja, hata kama utakuja kuingia katika mahesabu utakuta Mwenyezi Mungu pia akaondoka na mtindo wa mahesabu namna ile ile. Ukitafakari utakuja kugundua yale mahesabu huwa yana maana katika namna nyingine. Katika tafakuri hatutatumia katika ramli, bali tutatumia katika kuingia kwenye tafakuri. Mungu anatupa ujumbe gani kupitia namba? Hapa ndio kwenye jambo ambalo nataka tukae na kulitafakari. Tukiangalia hii sura ya 110 Suratun Nasri, tukivunjavunja tunatafuta namba ambazo tukija kuzivunjavunja tutapata jina au tutapata maana ya kuvunjavunja kwetu. Kwa hiyo kwa kupiga mahesabu hapa tutachukua namba 70, tutachukua namba 30, tutachukua namba 10. Hii tukijumlisha tunapata idadi ile ile 110, yani 70 jumlisha 30 alafu ukijumlisha 10 unapata 110 kama sikosei. 30 ukijumlisha 70 unapata 100, alafu ukijumlisha na 10 unapata 110, ambayo tunapata ni sura hiyo, Suratun Nasr. Kwa hiyo hapa tumezivunja namba 3: 70, 30 na 10. Sasa hemu tuangalie 70 ni nini. Tunaitafuta herufi katika zile herufi za kale ambazo walikuwa wamezipanga, ambazo kwa wale ambao wanafuatilia ilmul abjad watakuwa sasa hapa wananielewa. Situmii ile abjadul kabir katika masuala ya kishirikina, lakini tunatumia katika tafakur. Hata wanazuoni pia walitumia katika kupiga mahesabu na kuangalia jinsi mwenendo wa dunia unavyoenda, na kupiga mahesabu katika sayansi na teknolojia ya sasa inafaa na inajuzu kabisa ikiwa unaingia katika mlango wa kuitafakari. Hiyo ni ibada kabisa. Ukiingia katika mlango mwingine wa ramli na masuala mengine, kuona namba zina siri, kufanya hivi kadha wa kadha, huko mimi sipo. Mimi ninachotaka tuingie katika engo kama hiyo. Tukichukua 70, 30 na 10 tunapata 110. Hiyo 110 ndio Suratun Nasri. 70 ni herufi yake. Sasa herufi yake inakuwa ni ain. 70 herufi yake inakuwa ni nini? Ni ain. Lakini pia 30 herufi yake inakuwa ni lam. Lakini pia 10 herufi yake inakuwa ni ya. Yamuona maajabu haya. Imekuja neno Ali. Ali maana yake, Ali ni nini? Kwa maana ya tafsiri, Ali maana yake ni aliyekuwepo juu, yani daraja ya juu. Wa rafa'nahu makanan aliyya. Mwenyezi Mungu alituambia kuhusu Saidina Idris, alimpandisha daraja ya juu. Wa rafa'nahu makanan aliyya, sehemu ya juu kabisa. Hiyo ni maana ya kwanza. Lakini tukirudi maana ya pili, tunapata ni jina la mtu ambaye huyo mtu anaitwa Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Sasa hapa kuna siri gani? Hapa ndo nataka tufungue sasa vitabu. Kabla ya kwenda kwenye hiyo siri, upo nami Farid Al-Hatim. Inshallah tutaendelea video part 2 kuendelea kukutanabahisha hii Ali maana yake ni nini. Na hii kumbuka, hapo sijaingia idha jaa nasrullahi wal fath, nipo kwenye namba tu, idadi hii ambayo imetupa siri ya Ali kuwa juu, na Ali jina la Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Huu ni muujiza wa Qur'ani. Kuna ujumbe gani ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatupa? Inshallah kuwa nami part 2 inshallah. Usikose kufuatilia. Kuwa nami Farid Al-Hatim, wama alaina illa al-balagh al-mubin. Assalamu alaykum wa rahmatullahi
wabarakatuh.